Ustazi. Niambie. Salamu alaikum. Acha nayo bana. Vipi unatokea wapi huko? Natoka kwa brother. Kwa mzee Matata. Okay, niambie. Kuna taarifa moja ambayo inanisikitisha sana. Tena kuna msiba? Sio shida kwamba kuna msiba au kuna mtu amekufa. Hapana. Tabia yako. Tabia gani? Kambona. Tabia yako ya kutembea na wake wa watu. Nilijua tu, yani lazima shida wivu. Kaka acheni wivu. Nyie ni watu wazima. Unanionea wivu mimi? Acha. Kisa mimi nitembee na mke wa nani? Mimi nitembee na mke kijiji kizima hapa mtaani kote. Mimi ndo na mwanamke mzuri kaka. Wewe una mke mzuri? Wewe ungekuwa na mke mzuri mbona unatembea na wake wa watu? Mtaa mzima wa kufahamu wewe. Unaonekana ustazi swala 5 umepaki bagasha vizuri. Acheni wivu, kama mmekosa kazi ya kufanya, nendeni mkatafute kazi kaka, nishakwambia acheni wivu. Kaka yatakukuta. Yanikute nini? Sikiza niwaambie, kama mmekosa kazi kaka hapa mtaani, nendeni mkatafute kazi kaka. Msituharibie majina sisi. Sasa je, unaonekana ustazi, unaonekana ni kama ilivyopangwa. Huyu. Yaani ipo siku ataingia choo cha bilema, mguu ndala mkono ndala. Huyu. Gechana hali yako bwana. Nzuri mzee, shikamoo. Marhaba. Nashukuru kukutana na wewe hapa. Sawa. Kwa sababu kuna jambo nilitaka kuzungumza na wewe. Eleza. Na Hansa hivi. Mimi nimekuwa mara nyingi sana nafanya utukusi wangu. Lakini kwa bahati nzuri nikagundua wewe unatembea na mke wangu. Mzee. Mimi nitembea na mke wako mzee Matata? Ndio. Mimi? Ndio wewe. Walipi? Mzee mimi, mbona huu mtaa unataka kunizushia mambo mengi sana? Mzee, unajua huu mtaa watu walivyo waongo, wanatuchonganisha. Kweli? Sasa mimi nitembea na mke wako? Mzee, hujui mke wangu alivyo? Usitoka sema sijakwambia. Ndio maana wakubwa hawali na watoto kwa sababu ya kuhofiwa kuharibu mchuzi. Sasa mimi mchuzi nimeuchafua wapi mzee? Wapi umeona nimekula vibaya na watu wazima? Usitoka sema sijakwambia. Kwa heri. Tukuja uniwe na pressure. Bwana. Mambo madogo hayo. Si nilikuwa nakujaribishia nione kama unaweza kupokea jambo. Kumbe una mapokeo bwana. Niambie. Vipi? Salama? Sasa sikiza nikwambie. Nimekupigia simu ili tuje tuzungumze vizuri. Kuanzia sasa naomba mahusiano yetu yafe. Sio leo uzuri. Kuanzia sasa naomba mahusiano yetu yafe. Kumbe ulitaka kunijua tu alafu niache? Sikuwa na maana hiyo. Wala sikuwa nilikuwa nataka, yani hata sikuwa na wazo hata kukuchezea wala hata kukujua. Sikuwa na hilo wazo. Sema kinachoendelea kutokea sasa hivi kwenye maisha yangu ndio naiogopa. Hivi unajua mume wako anajua kila kitu. Unajua mzee Matata anajua kila kitu kuhusu mimi na wewe. Na hapa ametoka kunionya tena kwa onyo kali sana. Ameniambia tukiendelea kitakachonitokea. Sasa mimi niwe nani ning'ang'anie kitu ambacho kinaweza kikanidhuru? Mimi mwenyewe mke wangu bado mchanga kabisa. Hatujapata hata mtoto. Niache kwanza nipate mtoto, hata atatusumbua mle ndani. At least hata nikifa najua nimeacha kitu. Sasa hivi naacha nini? Kumbe kajua. Wewe unafurahi kujua yeye kwake au? Kwa hiyo shida yako nini? Mama, mke wa mtu sumu. Sikiliza. Yule ana lolote. Nisikilize mimi, ndo dereva wako. Wewe.
unataka kuondoka. Kuna jambo lolote? Subiri kidogo. Hivi wewe mzee, huo wivu wako mpaka lini? Wivu gani? Wivu gani nakuuliza? Hivi kilichokutoa hapa mpaka kwa Kambona kwenda kumwelezea huo ujinga wako, hivi unanichukulia mimi malaya? Aha, kumbe ni hilo swala la Kambona. Tena naomba uende ukamweleze kwamba siko tayari kupoteza usingizi wangu. Yaani kidani changu kabisa siwezi kukubali. Na wala asicho akasema sikumwambia. Nimemwambia kitachomkuta atajichua. Sikia, ukiendelea na wewe ujinga wako utakuta mlango wako wazi. Oh. Okay. Thank you. Asante sana. Ewa, sasa hapa nitoe kwanza. Unajua Sofia bana, vipi lakini? Poa. Naona sasa hivi umeleta na vitu fulani hivi vya kushawishi tukiwa chumbani. Aise, lakini unajua nini Sofia? Hapa bana, unajua mimi ningejiweka mimi hapa. Nikawepo mimi, yani mimi ndo nilikuwa mume wako. Ushachelewa wewe. Sasa wewe unafikiri, afu unajua, yani mimi unajua kwanza na vitu fulani hivi. Ambazo hata mume wako hana. Sijui unanielewa vizuri? Wapi? Yaani ni la kunywa kitu kwa mtu naye muhitaji. Yaani ambacho kijui wewe Sofia, sawa? Yaani ningekupata mimi wewe, nikakupata mimi. Kwanza ningehakikisha kila wakati unapata burudani. Kila siku unakuwa nakubinyia hapa. Kwa tumekaa hivi nakubinyia. Ona basi yala wewe, upo serious? Hamna bwana, unajua nampenda mno mume wangu, siwezi kufanya hivyo. Sasa unaleta masiala. Yaani una masiala sana. We naye bana, nakupa vitu ambavyo mume wako hakupi bana. Unakuaje na wewe? Sije kama ni. Huyo naye mtu unamwangalia kiuno tu. Kavu. Unajua Sofia, siku hizo kwa kwetu tunatengeneza barabara, yani vumbi magari yale yakipita yanapita na force vumbi linakaa hapa. Naelewa. Vaza hapa sasa. Mimi nachomoka. Lakini na wewe Sofia unanifikiria. Hamna bwana, wewe sasa unakuja kuniungisha. Bwana. The man. Karibu. Asante. Mbona kama vile umekasirika? Sasa ndo unaniangalia hivyo jamani? Hivi wewe una akili timamu kabisa?
Nimefanyaje? Yaani hao wateja wako wanakuja hapa wanaongea ujinga na wewe unachekelea tu. Mume wangu hao ni wateja. Akwambia hivi, nataka uandike hapa. Hakuna mteja kuja kuchungulia maisha ya mtu, kudadisi ni marufuku. Nitafunga hapa. Kwa hiyo mume wangu utanikasirikia kwa sababu ya wangapi? Maana wateja wa design hiyo ni wengi sana. Nitafunga hili duka. Yaani wewe cheza tutalifunga hapa. Utakaa nyumbani. Uanze kukimbizana na kuku. Naomba hapo 20,000. 20,000? Leo tena jamani. Jana tu umechukua 30,000. Kuna duka kweli hapa itakalobaki jamani? Itabaki tu, kwani mimi ndo natoa mtaji, wewe leta 20,000 hapa. Hela yenyewe kwanza leo hamna hapo. Kuna shilingi ngapi hapo? Hakuna 13,000. Leta hiyo, leta hiyo. Yaani ukikaa vibaya na wateja, hili duka nitalifunga. Yaani hao wateja wakikaa utajua mimi ni nani. Nitafunga hili duka. Sisi ndio baba mwenye nyumba, mimi ninaitoa hela, nitaifunga. Nimechelewa. Sasa wewe unajua ule mzigo ulioniomba bana, sijauleta yote lakini nimetanguliza. Nyingine nitamalizia. Vipi lakini? Nimefurahi. Yaani ningekupata zamani. Wala ningekuwa wako kwako eti. Sikiza nikwambie, wala usijali. Yaani hapa ndio mwanzo. Utafaidi vingi kutoka kwangu, yaani asikwambie mtu. Kiamu na mimi. Sawa baby. Ila yule mzee sema niliozeshwa tu. Ila unajua nini? Utafaidi hadi siku ya Idi. Wacha we. Aila. Yaani unajua, je nikwambie baby. Wewe ni mlaini toto. Yaani hivi ndio vitu vyangu ambavyo mimi navipenda. Yaani hapa nataka nile nyama, nijipakulie mimi nyama mwenyewe. Yaani sitaki mtu yote aniingilie kwenye anga zangu. Kiukweli. Sasa shida, wacha mimi niende kwa sababu hapa ni barabarani. Sasa kwa hiyo wewe nenda hivi. Mimi naenda hivi. Ili hata mtu yote akikutana na sisi atajua kama tulikuwa pamoja. Ila usisahau jione. Maana nimeshakumisi vitu vyangu. Nimeshamisi vitu vyangu bana. Si unavijua. Jitahidi. Njoo. Yaani sasa nyie mtakuwa mfano hapa. Lile bana. Wewe ni mtu mzima. Ni vitu vidogo vidogo unatunza. Mdomo wangu kama sitawakelea hata kidogo. Sasa tunafanyaje? Mpe hela, mpe 10,000. Si nikupe 13,000, mpe 10,000. Hivi nyie mna akili timamu kweli? Mnajielewa nyie? Kwa kesi ya uboni shilingi 10,000. Jamani, Basi. Ngoja nikuongeze. Sasa nimuongeze ile 10,000 niyo kwambia nitakuongezea. Si nikupe 13,000. Sasa hii ndio namuongezea. Tutakuwa tumemalizana. safi kabisa. Tena unyamaze. Hapa mshanyamazisha. Oya, iwe siri. Nikisikia kwa mtu najua ni wewe. Siwezi. Siwezi. Haya baba. La hii siwezi. Hamna shida. Bana mapenzi mema bana. Safi kabisa. Yabarikiwa.
Jamani, kama kawaida yangu Wacha we. leo na habari nzito hadi imenilemea. Ndio maana unaniona nahemea juu. Aya, sasa kwa hiyo. Kama kawaida yangu. Oh. We. Hiyo haitoshi. Yaani ya leo ni bonge la story. Hutoka ujutie kwenye maisha yako. Ushike. Ongeza, hiyo haitoshi. Sawa. Jamani, ewa. Hapo ndo penyewe. Sasa unaika wakati hujanipa umbea. Yaani nimekwambia hautokaa ujutie kwenye maisha yako. Nakusikiliza sasa. Sasa huwezi amini, mume wako nimemkuta na mwanamke kule uchochoroni kwa macho yangu mawili. Hivi wewe, mume wangu mimi. Mume wangu. Mume wako? Naomba hela yangu. Hela tena. Mimi wangu namjua. Alafu ni bora ungesema labda asubuhi sijanawa uso, lakini asubuhi nimenawa uso vizuri na nimemwona vizuri. Yaani kiufupi tu mama, jiangalie kwa umakini. Upo mbioni kuachwa. Wewe popo, acha kunichanganya. Mimi wangu namjua. Utakuwa hapo utakuwa umekosa labda hela ya kula leo ndio maana. Jamani, hapa udi 10 kabisa hapa tena nirudishe hela. Kwa nini ukabeti hela yangu? Hela hata hujaifanyia kazi. Umbea wenyewe umepoa kama nini? Mimi siku hizi ninakuletea umbea wao. Umbea wako wa uongo bwana. Sister. Nataka hela yangu. Jamani. Mwenyekiti Msusu. Ndio bana Matata. Hali yako mwenyekiti wangu? Hali yangu mimi nzuri, za shughuli hivi. Salama, safi kabisa. Bora umefika. Yaani unavyoniona huu mguu ulikuwa nakuja kwako wewe. Vipi kuhusu swala letu la jana lile kuhusu Nzengo? Nashukuru sana. Mimi badala wewe kucha kwa sababu nilipa kasi. Na mimi kasi nimefanya kama ambavyo ilitarajiwa. Nimetimiza wajibu wangu kwa utaratibu wote. Maana hii kasi nilijaribu kupa kijana wangu, ninaona hakuifanya. Nikaona nifanye mwenyewe kama mbona niendekeza mwenyekiti wangu. Kwa hiyo nimemaliza kwa ufasaha kabisa na mwitikio ni mkubwa kabisa. Mimi nilikuwa nataka nije tu kukukumbushia. Kama umetekeleza mimi nashukuru sana. Alafu mbona siku hizi vijana mbona hawafanyi kazi za kijamii? Vijana sasa hivi wanaangalia mambo mengi, kubeti na ubisho sana. Ukiwaambia wanaanza kusema hawa madingi wengine noma sivyo. Siku hizi ndaitwa madingi unajua. Kabisa. Maadili tu. Sawa mwenyekiti, mimi naomba niende. Sawa, mimi nashukuru umerahisishia kazi na mimi ngoja niende hapo nikamwone mjukuu wangu hapo mbele. Sawa, baadaye nani tutakutana mimi. Haya mwenyekiti. Haya bwana. Mwenyekiti. Samahani. Swala langu umeshughulikia? Swala gani? Sichambona huyu kichana huyu nani kichana huyu nani mrefu huyu kichana nani? Hilo mimi nitalishughulikia tu bwana Matata, wala sio na wasiwasi, nitamtafuta mimi kampuni hadi nimuone. Sawa, ndashukuru sana. Unajua huyu kichana ananibia mguu wangu bwana. Ananiribia kuna tafadhali ninakuomba. Niko chini ya miguu yako lakini sikuchunguli mwenyekiti. Sio vizuri, hao vijana nao wanapotea kona nyingi. Sawa, naenda mwenyekiti wangu. Haya. Mzee, shikamoo. Habari za hapa? Nzuri. Huyu jamaa nimemkuta bwana Kambona? Hapana, hayupo. Sasa nakuachia maagizo. Akija hapa bwana Kambona mwambie hivi, mwenyekiti alikuja hapa anakutafuta. Aya, hamna shida. Kazi njema. Aya, karibu. Mwenyekiti, nimekuja, nimesikia umenitafuta maana mke wangu ameniambia umepita pale dukani. Nikaona nije.
kuitikia. Unajua wito wa serikali bwana, ukiitwa na serikali lazima ufike. Sawa, nimekusikiliza na kweli umekuja. Na ole wako usingekuja, nikamwamini kutafute. Hapo ingekuwa swala lingine. Sasa mwenyekiti tunatishana. Sio kutisha. Mimi ndo wajibu wangu. Msikia bwana Kambona? Sawa. Kuna mtu kaja kulalamika hapa, inasemekana wewe unatembea na wake za watu hapa mjini. Ni kweli si kweli kwanza? Mwenyekiti, mimi nimechukua mke wa nani? Tuanzie hapo, mke wa nani nimemchukua? Matata amekuja kulalamika hapa kwamba wewe bwana Kambona unatembea na mke wake. Ngoja nikwambie mwenyekiti, mimi nilijua haya mambo, nilijua kwa sababu mimi naonewa wivu. Yaani ngoja nikwambie mwenyekiti, miongoni mwa vijana ambao wanamiliki mwanamke mzuri hapa mtaani ni mimi, hamna mwingine. Sasa wakiona hivyo wanaanza kunileta figisu ili wachonganishe, wanachonganisha na serikali, wanachonganisha na mke wangu. Mimi siwezi kutembea na mke wa Matata. Mke wa Matata nimpeleke wapi? Kwa uzuri gani? Yule mwanamke yani mimi nimchukue nimpeleke wapi mimi? Mwenyekiti, hebu niangalie. Sikiza nikwambie mwenyekiti, huu mtaa nitauama. Najua Kambona una matatizo, isha kuona wewe Kambona kweli unadharau. Wewe utasemaje eti wanakudisingizia kwa sababu mke wako yule eti mzuri. Huyo mzuri kwako wewe. Wewe nikwambie sasa. Yule mwanamke kama mzuri kwako wewe. Na nakuonya tabia hiyo uiache kabisa. Mzee Matata amekuja hapa amewaka. Amesema ole wako. Achana na mke wake. Kitakacho kukuta nakwambia Kambona, Mungu ndo anajua. Yule jamaa mimi namfahamu nani Matata. Sasa mzee, sasa yeye kama amewaka, acha wake. Sasa nataka kuwaka, awake au aungue. Kwa sababu mimi sitemei na mke wake. Ni maneno tu. Unajua yule mzee naye si nikachawi, si nikakoje. Mbona kama ningangania sana? Mzee, ngoja nikwambie, wewe ndo mwenyekiti. Inapotokea mtu anamsingizia mtu, si ni kesi ya jinai hiyo. Mimi nitakuja nichukue barua niende mbele mahakama za juu. Oho, wacha tu, ngoja. Wewe ngoja. Duniani hapa mkiri vandu Mungu kwa kapatali wanasemaje? Ogopa watu. Kopa wanakudharau ndio hayo. Wewe mimi nakwambia. Sie nikasema mengi hapo, kasema kale kazee kalinioga. Muogope Matata, mimi Matata namfahamu. Mume wangu. Mwenyekiti alikuitia nini? Yaani bwana, unajua mimi mwenyekiti sometimes niweka nashindwa kuwaelewa. Hivi hana hata washauri. Yaani huwezi amini. Eti mwenyekiti ananiambia eti mimi niwe mshauri wake. Kweli? Nikamwambia mwenyekiti, sawa, mimi ni mkubwa hapa kijijini, mimi ni mkubwa hapa mtaani, lakini mimi siwezi kuwa mshauri wake. Nimekataa. Lakini mume wangu, kuenda wewe ndio mwanzo wa baraka. Wewe unakataje? Baraka gani? Yaani mimi niende sasa, unajua ukishakuwa mshauri wa mwenyekiti tayari umeshaanza kuwa mchawi. Wenye viti wengi ni wachawi. Wewe ushawahi kuona mwenyekiti wapi kijana? Mwenyekiti yoyote yule lazima awe mzee, na uzee lazima uambatanishe na uchawi. Mimi nimegoma. Sawa basi, lakini hata mimi pia nakuunga mkono kwa ukataa, maana si unajua hiki kibanda chetu naweza nikaugua au nikapata dharura. Asana atikie baki hapa. Unaona? Mimi mwenyewe nasema ukiugua mimi ndo nakaa hapa. Naanza kuangalia nani anataka nini na ndio hivyo. Sasa mimi niende tena mimi nikawe mshauri wa mwenyekiti kweli? Yaani hapo umetumia busara sana. Ndio maana unajua nilikuchagua Kikubwa unitunze. Unitunze mama. Unajua mwanaume ukimtunza vizuri azeeki. Umeshajua Sawa basi. Sasa una soda? Soda zipo. Leta nipoze ko. Lakini sasa utachangia mume wangu. Mimi ndio mwenye mtaji. Wewe leta soda. Mke wangu, kuna jambo linanijia masaka sana. Kuna mtu naona anadukua taarifa zangu za familia. Yaani unajua najiuliza, hii inakuaje? Yaani kuna mtu anapata taarifa zangu za mimi na wewe kweli? Anajua kwamba mimi sina uwezo wa kwenda dakika 90. Inawezekanaje? Unajua mimi nilichonga msinga ili jipakulia asali mwenyewe.
Lakini cha kusangaza sasa hivi kuna mtu naye anajipakulia hiyo asali. Tena kilaini tu. Hii aibu. Unajua ni aibu kubwa sana ndani yangu mimi. Ikara kichuliza hivi nachiona kama vile na sijui ni mimi au ni kopi yangu. Haya mambo wewe ndio wakunifanya mimi kunitunzia heshima hii, lakini nashangaa hata isacha haya mambo. Mke wangu, naongea na wewe. Bado hujasema. Kwa hiyo kwa maana hiyo ndo Kusema. kwa maana hiyo ndo unanipa majibu au unaenda kuyafuata ndani? Ni mwanzo tu. Huu ni mwanzo tu. Sawa. Mungu yupo. Mungu yuko kabisa. Hii ni aibu kubwa sana. Hii hapana. Mume wangu, kuna kitu hakipo sawa. Kitu gani hicho? Ni kweli una mahusiano na Maua? Nilijua tu tayari na huku jamani. Jamani. Umta. Hivi na wewe tayari umeshakuletea habari hizi na umeyapokea, si ndio? Hivi mke wangu, wewe tangu lini nimekwambia acha kusikiza maneno ya watu? Unasikiza maneno ya watu ili weje? Unataka tu, yani watu wanataka watugombanishe. Yani mimi kweli wa kutembea na Maua, yule Maua anatembea nampeleka wapi? Anakuzidi nini? Yani mwanamke mzuri hivi bado na wasiwasi kwamba sisi mume wako anatembea na mtu. Ili weje? Kwa mume wangu, unajua lisemalo lipo. Kwa nini hawajamsingizia mtu mwingine waje kukusingizia wewe? Hawanipendi au wana wivu jamani. Hao wana wivu na mimi, hao watu hawanipendi. Mimi nishakwambia acha kusikiza maneno ya watu. Hatuwezi tukadumu ukitaka kusikiza maneno ya watu. Hii ndoa itakushinda, mimi nakwambia. Hebu niletee maji ya kunywa bana. Lakini kama ni kweli, mimi hii tabia sijaipenda kabisa. Mke wangu, kuna muda wewe unanikonga moyo, unanipa utulivu wa roho kabisa, napata utulivu. Lakini kuna muda unanivuruga, unahamisa fero. Firigizi nitakwama sehemu yake. Kwa nini lakini mke wangu? Na ukitabasamu nikiona hizo lipusi zako, yani moyo unatulia. Kwa kweli nilichagua mwanamke wa kunipa utulivu. Mimi takataki ya Mungu. Ni raha tupo. Au unasemaje mke wangu? Ndio hivyo. Ndio maisha yenyewe ya kawaida tu yanaendelea. Ndio hivyo. Hamna sita. Sasa mume wangu, Ndio. nilikuwa naomba nifate maji kidogo. Maji na usiku. Yani hatuna ya kuanzia kesho. Maji si nimeona ndani kwenye tiapo jamani hapo mke wangu. Au unataka tu tembee huko saizi na ile gisa hivi wangu. Hata usija. Ugometa gisa. Hamna, nawahi tu kurudi sasa hivi. Haya sawa. Kila la heri mama. Haya mke wangu. Hii safi sana hii. Melea. Kama sioni vile kile nimeona. Maua, naomba ulisikilize. Kuanzia leo sasa naomba tuachane rasmi. Siku ile nikaa vile nilikuwa nakutania, lakini kweli leo naomba tuachane rasmi kwa sababu hadi mke wangu anatambua jambo hili. Siwezi. Naomba tu tuachane kwa amani.
Labda tu nikutoe wasiwasi. Wasiwasi gani? Ushachelewa. Kivipi? Nimechelewa kivipi? Ndio hivyo. Mwenzio hapa na mimba yako. We Maua, una matatizo ya akili, si ndio? Unapataje mimba wakati wewe unajua kabisa hii ilikuwa ni burudani? Inakuwaje unabeba mimba bila kunishirikisha mimi? Inakuwaje? Na mimi kwenye burudani ndo nikanogewa. Sasa fanya utaratibu wa kulea ujauzito. Sasa Maua, wewe mimi ni mume wa mtu. Kwani mimi mke wa tumbili? Haijalishi hata kama sio mke usijua wa tumbili, lakini mimi ni mume wa mtu na unamjua mke wangu. Na wewe ni mke wa mtu, inakuwaje unabeba mimba yangu? Alafu haunishirikishi wala uniambii. Wewe ulikuwa na njama, si ndio? Sasa wewe unataka nije niishi unapoishi wewe, si ndio? Sija nikwambie Maua. Mimi kama ni hela nitakupa ya mtaji. Naomba tuachane salama. Kama ni pesa nitakupa. Tuachane kabisa, uanze biashara zako, lakini swala hili la mimba naomba unitue mama, naomba unitue. Tulia, sikiliza nikwambie. Wewe usijichekeshe kama malaya. Sawa? Yaani wewe ulijua kwamba wewe siri yangu huwezi kuitunza, mdomo kanifisha kama nyawawa, si ndio? Haya, nipe hela yangu. Kambona. Kambona nini? Hivi mimi wewe kweli ukwenda kutangaza siri yangu, mimi na wewe tumezungumza, nikakupa na hela kabisa 20,000. Wewe popo. Hivi wewe ukoje? Alafu kila mtu anajua, mpaka mke wangu anajua hiyo siri. Nani kamwambia kama sio wewe? Naomba hiyo 20,000. Chap chap. Mimi sijamwambia mke wako Kambona. Amejuaje? Labda kuna mtu mwingine. Wewe acha ujinga. Hakuna mtu mwingine tofauti na wewe. Naomba 20,000 yangu. Yaani mimi sio boya. Nilijua nitakukamata, umenichenga, kwa hapo uliona umejificha sana. Haya, kilichokuwa kinasababisha ujifiche, naomba hela. Bwana Kambona, sikiliza nikwambie. Nitakupiga vichwa. Nitakupiga vichwa wewe. Unanichezea, si ndio? Nivue kibaragashia, niweke pembeni. Wewe mimi naenda msikitini na swali, unaniona wewe kawaida. Nikiweka dini pembeni. Aya, takuumiza sana. Haya, naomba hiyo hela. Unajua Kambona, wewe ni mtu kati ya watu. Tena ni mtu na nusu. Yeye ni mtu. Yaani kwanza tu ulivyopiga tu hicho kibaragashia. Kambona, wewe ni mtu kati ya watu bwana. Unajua bana? Alafu kuna story moja nimeisikia bana. Lakini sasa sijajua kama ni kweli au la. Story hizi kweli mwanangu. Yaani unajua kuna watu hapa duniani bana. Yaani sijui wameumbwaje. Nani mimi? Mwanangu, inasikitisha na inahuzunisha. Inasikitisha na inahuzunisha. Kambona. Mtu kabisa, nashuhudia kwa macho yangu, mama yake mzazi. Hey! Anafanyaje leo? Mshamu wala jamaa.
Jamani hatari bwana. Umebadi. Sasa tunacheka nini? Hivi video uchizi unaanzaga hivi. Hapo umetoka msikitini au umetoka wapi? Sasa hivi mna matatizo gani? Hivi uchizi unaanzaga hivi hivi. Yaani mtakuja muwe chizi sasa hivi muda si mrefu sababu mnacheka ovyo ovyo. Sasa wewe na sisi nani chizi? Na ungejua tunachokicheka ni kitu gani? Nini sasa? Kambona nini tena hii? Sasa tumbo limefanyaje? Kambona nini tulia basi? Tumbo jamani. Mama! Jamani maajabu haya. Hii tumbo linatoka wapi? Umepigwa mimba wewe? Jamani. Leo maajabu gani haya? Mara umekuja unanivalia tena. Usama, mkimbie mke wake, kimbia kwa mke wake uje naye. Fanya haraka. Sasa wewe tuko unaitoa wapi mimba hii? Si mimba hii jamani. Tatizo. Niambie, nadhani na mapya shoga yangu. Ila nakuona sasa imeleta vipya. Chandelier kama hii hapa hivi. Hapa kazuri na karibu kakubwa. Nikidha kana nitosha kabisa vile yangu. Kweli kabisa kaka nakufaa. Nikutolee? Shemu, kuna tatizo. Tatizo? Kule mume wako kijiweni na tumuelewi kabisa Shemu. Yaani tumbo linazidi kuvimba tu. Tumbo? Shemu, hapa sio muda kushangaana. Tuendeni tukamuone. Ndeni tuwani bana. Hiki nini? Umetoka mwanzo umevaa suruali jamani. Ayo, mbona amevaa dela? Afu na tumbo limekuwa kama mjamzito. Kwa hiyo zamani ilikuwa hajatoka nayo nyumbani. Hajatoka nayo nyumbani mume wangu, msema ukweli. Nini kinaendelea? Nimegundua huyu atakuwa ametembea na mke wa mtu. So bule. Mke wa mtu? Sasa ukweli. Mwanadamu mkubwa wewe. Nilivyokuuliza mwanzo uliniambiaje? Hivi wewe mbona uliziki? Unataka nikupe nini ndo ulizike? Shetani amekupitia ukaenda wapi? Cha kufanya hapa tumpeleke kwa mwenyekiti ili amuite mzee Matata. Haya mambo yaisha. Atakufa huyu. Mwacheni afe. Ameyataka mwenyewe. Usiongee hivyo. Atakufa kweli. Basi jamani. Basi ndani. Hapa tuelekeni sasa. Jamani sajeni. Jana naomba muone na utulivu kidogo. Hii jambo lishakuwa zito. Mwenyekiti jamani. Mwenyekiti nitamsaidia mwenyekiti, ongea naye mwezi. Mimi sasa Kambona nikusaidieje wewe? Mimi siisha kusima mara mbili kabisa. Mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba ili swala libaki hivi hivi ikusudi liwe fundisho kwa huyu mwanaume. Kwa sababu hakuna siku aliyowahi kuhisi njaa nikamnyima chakula. Lakini bado tu anazidi kupata tamaa ya kutoka nje. Liwe fundisho kwake. Shetani, mwenyekiti. Mwenyekiti niongea naye jamani, mzee Matata nisamehe, mimi sitorudia. Bwana Matata unasemaje? Mwenyekiti, mimi siwezi kusamehe. Kabisa. Mwana baba siwezi kusamehe. Waswahili wanasema mukaiti afaidi mpaka siku ya Idi. Huyu kijana nimekwenda kumunasibu mara nyingi sana, lakini hakunielewa. Kiburi na ucheuri uliendelea mpaka nyumbani kwangu. Kwa hivyo kwa kweli hii sina msamaha nayo kabisa. Jamani mwenyekiti jamani. Siwezi. Kabisa. Mke wangu jamani, mke wangu. Nani mke wako? Tena ukome. Mwenyekiti sasa gani mke wangu ananikana jamani? Jamani kusaidieje? Wewe ndio unataka muombe huyo msamaha, mimi nikusaidie. Najifungua mimi jamani. Jamani. Mzee Matata, nakuomba umsamehe. Huyu ni mwanaume na hapo alipo adhabu uliompa inatosha. Anaumia. Kubwa baba, kubwa hii, kubwa baba. Kubwa.
Lakini mzee Matata, wewe ni mwanamume mwenzetu. Hebu angalia namna ya kumsamehe. Kama ni kujifundisha, kashajifundisha sasa. We! Stop Waribusi. Usijipananishe wewe na mimi. Haya ndio sarau iliendelea hii. Huyu akaendelea kuwa hapa. Sivendi sarau kijana. Kweli kabisa. Nimemrasi mara nyingi sana huyu kijana. Siwezi kumsamehe kirahisi namna hii. Siwezi. Bwana Matata. Naam, mwenyekiti. Si unafikiriaje swala? Unajua huyu jamaa huyo kijana sasa kweli ameshaishiwa. Arafuta kwa sababu huyu binti anabanana na mtoto wangu nimemuona, naweza kupata kari sasa. Moyoni mwangu naweza kumsamehe, lakini kumsamehe kwangu sio kirahisi hivyo. Nataka milioni hizi. Mbili ni msamehe kijana. Mzee. Milioni 2 umetoa wapi? Kwa nini hiyo mimba umetoa wapi? Milioni 2 ndio unaona tabu. Swali la msingi. Kumsamehe kwangu, Rabuta. Kwa namna nyingine. Rabuta nihamise hii kitu yake hii. Imamisie mke wako. Mimi tena. Mimba sijui ulipotoka fulani nije nibebe. Sasa wewe unajua chungu je. Wewe pambana na hali yako mwenyewe umeataka. Yo kunisaidie jamani, nitajifunguaje mimi? Alafu mimba haina baba. Hayo na kifamilia watachua wenyewe sasa. Mke wangu jamani, si uweke tu hata kale kakibanda ketu weke leani. Kwa mimi nilifunga kibanda kwa sababu ya upuzi wako kweli. Wewe kajifungue tu uko leba. Mke wangu jamani, nione huruma jamani. Ona inavyocheza jamani. Jamani. Wewe mama. Unapenda mume wako aendelee kuwa hivi au? Sawa mwenyekiti. Mimi nitatoa hiyo hela. Hii mwenyekiti amekubali. Tukitoka tu hapa jioni mimi nitaenda kuleta hiyo hela. Kwa hiyo mtaileta kwangu? Tutaileta jioni tu. Jioni. Sawa. Haina shida mwenyekiti. Kwenye hilo mimi namaliza sasa hivi shughuli yangu. Maana naweza kutoa na nikarejea pia kama nilivyofanya mwanzo. Kwa hiyo naomba tu kichana huyu nimtolee kwa sasa hivi ile walete hiyo kitu. Nigute kwako. Si ndio mwenyekiti? Sawa. Sawa. Kitoro atarudisha. Ajabu. Mwenyekiti hela yangu hii. Sawa. Sasa mdogo tu kulipiti. Ndio punguza umalaya. Umeanza? Hiyo ilikuwa komesha kengi.